Mungu akamtolea sadaka. Na Ibrahim alipoongea na Mungu wakati wowote, Ibrahim alichokifanya akaamka katika njozi akamtolea Mungu sadaka aliyesema naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna uhusiano wa kuisikia sauti ya Mungu. Kuna uhusiano kati ya Mungu na sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna uhusiano mkubwa. Mungu anapoongea na wewe, anapofanya jambo kwa ajili yako, anapokupa ahadi, lazima wewe mwitikio wako ni nini? Ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndipo kwenye imani ya utakatifu. Ndipo kwenye imani ya utakatifu. Watu wanaamini Mungu anatenda. Watu wanaamini kwamba Mungu anafanya. Lakini katika mwitikio wao wa kumwamini Mungu, katika kumtolea Mungu sadaka, wanakuwa ni wachoyo. Mungu akamwambia Ibrahim, nitolee. Na Biblia yangu chini inasema Mungu akafanya nini? Agano na Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la kutoa sadaka kwenye madhabahu ni jambo la msingi na ni jambo la kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposema kwamba mimi sina kitu cha kutoa, hiyo sio kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kweli. Ukitoa sadaka sio kwamba unapoteza. Unapotoa sadaka unapata mara nyingi zaidi. Hakuna mtu ambaye anatoa sadaka anapoteza. Na usiseme kwamba ninapoteza. Nina shilingi 1,000, nina shilingi 3,000. Leo nikitoa hii nitakula nini? Hayo ni mawazo ambayo shetani anayapandikiza. Mungu anataka tumtolee sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapotoa sadaka unatoa kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kumwendea Mungu bila sadaka. Hauwezi kuona mafanikio. Hauwezi kuona kwamba Mungu anakufungulia milango, anasema na wewe, bila sadaka yako na sauti ya Mungu kuambatanishwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima sadaka yako ndio itagusa mbingu. Sadaka yako ndio itafungua milango yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamwambia Ibrahim anataka kujua kwamba ahadi hii itatimikaje? Neno hili Mungu ndio alisema litatimiaje? Umeniambia kwamba utanipa mtoto. Sasa nitajuaje kwamba utanipa mtoto? Mungu akamwambia nitolee sadaka. Amen. Nitolee sadaka. Nitolee sadaka. Sadaka ni jambo la kiroho. Ni jambo ambalo Mungu amelitaka na ameliagiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumtolea Mungu ni jambo la muhimu sana. Mahali ambapo unataka nguvu zako za kiroho, nguvu zako za imani, nguvu zako za kihuduma, nguvu zako za kibiashara, nguvu zako za kiutendaji katika ndoa yako, katika kila eneo la maisha yako, ni lazima uambatanishe sadaka yako kwenye madhabahu na Mungu aliye mbinguni, na ile kazi unayofanya na ile biashara unayofanya, ili uweze kuona madhabahu hiyo inakupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila anayefanikiwa katika ulimwengu huu, unayeona kwamba amefanikiwa, kuna madhabahu yake. Sijui mnanielewa? Kuna madhabahu yake. Kuna mahali watu wanaenda wanachinja ngamia, wanatoa sadaka ya thamani kubwa sana. Kuna wengine wanachinja ng'ombe, kuna wengine wanachinja mbuzi, kuna wengine wanamwaga damu hata za watu, kutoa sadaka kwenye madhabahu zao, ili kwamba mambo yao yaende vizuri. Hata kama ni biashara ziende vizuri, hata kama ni uongozi uende vizuri, hata kama kwenye siasa aweze kufanya vizuri. Lakini wewe una madhabahu iliyo kubwa, lakini unaogopa kutoa sadaka. Unataka utolee sadaka Mungu wapi? Amen. Unataka utolee wapi? Mtolee Mungu sadaka. Jiimanishe katika imani yako na sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoa ndipo kuna kufungua maisha yako
inafungua hatima yako, inafungua huduma yako, inafungua baraka zako, inafungua kile ambacho Mungu amekukusudia katika maisha yako. Usiseme kwamba mimi sina cha kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoa sadaka kunafungua maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili alimwambia Ibrahim. Ibrahim alimwambia Mungu, utajuaje? Akamwambia toa. Amen. Na wewe sasa toa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtolee Mungu sadaka. Mtolee Mungu sadaka. Usiwe mtu ambaye una imani ya chini ya kuamini tu kwamba Mungu anaweza kufanya. Ndio anaweza kufanya, lakini iunganishe madhabahu yako na madhabahu ya Mungu kwa sadaka yako. Hautaweza kufanikiwa kama hautavuka ngome za hukumu na uchoyo wa kutoa sadaka. Kila anayefanikiwa anasema mimi nimetoa sadaka. Na hata kama unatoa sadaka, Biblia inasema hivi, Ibrahim alipotoa sadaka akakaa pale mchana wote mpaka akasinzia, na giza likaanza kuingia, na tai wakawa wanakuja wanataka kuichukua ile sadaka. Ibrahim akawafukuza. Jambo la pili,